Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtu wa Mungu. Amen. Nguvu ya Mungu ndani ya mtu. Nguvu ya Mungu ndani ya mtu. Kisicho cha Mungu hakiupi ufalme faida. Siku zote kisicho cha Mungu hakiupi ufalme faida. Nilisema nguvu ya Mungu inafanya kazi chini ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Na nguvu ya Mungu inafanya kazi na mtu ambaye ndani yake amekubali ufalme wa Mungu ukae. Nilikueleza namna ambavyo kodi inayoitwa Roho Mtakatifu inaweza kuwakutanisha watu ambao wana nguvu ya Mungu ndani, wakaelewana na wakapatana katika jambo ambalo wanamfanyia Mungu. Kodi inayoitwa Roho Mtakatifu ina uwezo wa kumtengenezea mtu mazingira ya ishara na vitendo ambavyo vitampa mwingine ishara ya kwamba huyu ana Roho wa Mungu ndani. Mbali na hekima ya kibinadamu, mbali na ujuzi na ufahamu katika vitu ambavyo mtu anavifanya, lakini ikiwa itasukumwa na Roho Mtakatifu ndani, ikiwa ule utendaji unasukumwa na Roho Mtakatifu ndani, aliye wa Mungu ataona signs zitakazo mkonyeza na kumpa ushahidi wa nguvu za Mungu kuwa nyuma ya huyo mtu. Na usipokuwa na kodi inaitwa Roho Mtakatifu, utasikiliza kila kitu, utaenda kila mahali, utamsikiliza kila mtu. Maandiko yanasema tuwe wajanja kama nyoka, lakini tuwe wapole kama hua. Kwa maana ya kwamba kwa sababu vita ni ya rohoni, kumjua aliye wa kwako, wa upande wako, usiwe unakurupuka. Kuwa mpole kana kwamba uko tayari kupokea kitu chochote kinachojenga ufalme wa Mungu ndani yako, lakini kuwa mjanja, kwa sababu unaweza ukawa mpole ukakosa ujanja, ukaibwa, ukanaswa kwenye mtego wa Ibilisi, ukatengenezwa na vitu ambavyo si ufalme wa Mungu unaotenda kazi. Kwa lugha nyingine, sikilizeni hao watu, lakini kwa habari ya matendo yao msiwafuate. Maana kusikiliza ni upole wa ndani, lakini kutenda ni ujanja. Bwana Yesu asifiwe. Ni lugha ngumu, lakini uimeze kama ilivyo. Sikiliza kwa maana ya kwamba wewe ni mpole, halafu kwenye kutenda enda tofauti. Usizungumze, usizungumze. Kama umeelewa, wote wanaoelewa wana kodi ya Roho Mtakatifu ndani. Kwa hiyo na wewe una hiyo kodi. Lakini pia hii kodi inafanya kazi ndani ya mtu aliye na ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu uko wapi? Unapatikanaje na mtu anawezaje kuutumia? Yesu aliwajibu Mafarisayo. Ukisoma kitabu cha Luka 17 mstari wa 20 hadi wa 21, maandiko yanasema na alipoulizwa na Mafarisayo ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, hauji kwa kuchunguza, wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hawatasema Mungu yuko huku, ufalme uko huku, njoo huku uone. Lakini ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Nguvu ya kuoperate inayotokana na ufalme wa Mungu haiko nje ya wewe, iko ndani ya wewe, katika kutenda
inatenda kazi ndani ya wewe. Kwa hiyo kama utasubiri nguvu ya nje ya ufalme ifanye kazi, hutoisikia hii sauti itakayokuambia hapa acha, hapa sikia, hapa sikia lakini usifuate matendo, hapa nenda, hapa toka, ambatana na hiki, achana na hiki. Hiyo nguvu haiwezi kutoka nje, lazima itoke ndani ikiwa na sauti yake imeshiba. Nikwambia Roho Mtakatifu anakuja na marupurupu yote. Kila unachotakiwa kukisikia Roho Mtakatifu anakupatia. Kwa nguvu ya ufalme inayotengenezeka ndani yako inatengenezwa na wewe mwenyewe. Nisema hii nguvu iko kwa kila mtu. Kila mtu hii nguvu iko juu yake. Lakini katika kuwa juu yake, kitu kimoja kinatakiwa kujulikana. Ufahamu na ujuzi kwamba hii nguvu iko ndani yangu. Na ndio maana lazima uzaliwe mara ya pili ili upate uhakika wa ile nguvu kuwa ndani yako. Usipozaliwa mara ya pili, maana yake hata kujua kwamba nguvu ya ufalme wa Mungu iko ndani yako ni ngumu. Hata kuwa na huo uhakika ni ngumu, kwa sababu utakavyokuwa unavifanya havifanyiki kwa nguvu zako wewe, zinafanyika kwa nguvu inapush. Nguvu iliyoko ndani ndio inapush unachokifanya ukifanya. Kama hautakuwa nayo, haitakupush. Kuna nguvu nyingine itakupush. Kama ilivyo, kuna hekima ya kibinadamu, hekima ya kishetani, au hekima ya dunia hii, na hekima ya Mungu, vyote vipo humo ndani. Kwa kuna wakati nguvu za kwako zitafanya kazi, lakini nguvu za shetani zitafanya kazi, lakini nguvu za Mungu zitafanya kazi. Maamuzi na uchaguzi ni wa kwako. Na Mungu kule bustanini alitupa uchaguzi sahihi. Tunajua kuchagua kilicho bora, kilicho sahihi. Kama tunajua kutafuta kuchagua kilicho bora, manake anza kuambatana na aliye bora. Maandiko yanasema agano lililo bora ni agano la Yesu Kristo peke yake. Kama kuna maagano mengine yasiyo bora, yana ufalme mwingine ndani yake. Si kila ufalme ni bora, lakini agano la Yesu Kristo ni agano lililo bora. Kwa hiyo ukiambatana na Kristo, manake unatengeneza ufalme ulio bora, unatengeneza nguvu iliyo bora, unamsikia Roho aliyo bora. Kila unachokifanya kitakuwa bora. Haijalishi unapitia wapi, haijalishi unagusa kitu gani, lakini kitendo cha kuambatana na agano lililo bora zaidi kuliko agano lolote lililowahi kufanyika na linalofanyika kwa sasa, lililo bora ni agano la damu ya Yesu. Unaweza ukatumia vitu vingi sana katika kutafuta nguvu. Unaweza ukatumia elimu nyingi sana katika kutafuta nguvu, na ukatumia hekima katika kutafuta nguvu, lakini kuna hekima iliyo bora zaidi. Kuna nguvu iliyo bora zaidi. Kuna mtazamo ulio bora zaidi. Kuna nguvu inayotenda kazi iliyo bora zaidi. Hata kama haidhihiriki, mtu hawezi kuiona, huna nguvu ya kutosha, lakini kiwango kidogo ulicho nacho kina faida kuliko ambaye hana kabisa na anatumia kitu kingine, anatumia nguvu tofauti katika kufanya kile ambacho hata wewe unakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtu wa Mungu. Ndani yako jifunze kukaa na Yesu vizuri. Yeye ndiye mwenye ufalme. Yeye ndiye ana ufalme. Maandiko yanasema wengi watakuja kwa jina langu. Maandiko yanasema wengine wanafanya vitu vyangu, lakini kwa habari yangu, vitu vyangu mimi, kazi zangu mimi, yani mimi wananikataa, lakini wako tayari kuambatana na vitu vyangu. So ili ujue mimi niko wapi na ninafanya kipi, Roho Mtakatifu akufundishe. Mungu sio kiholela holela wa kufanya chochote kinachoonekana. Nikwambia, Roho Mtakatifu hawezi kukubali kazi ya baba yake ndani iharibike. Unaweza ukawa unastawi nje, watu wanasema umestawi, lakini ndani kumeharibika mpaka kwenye kiwango cha mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ufalme wa Mungu uko ndani ya mtu, na huo unadhihirika kutokana na nguvu inayotenda kazi ndani ya mtu. Aliye nayo hiyo nguvu anatambua kama ipo, ndipo inafanya kazi.
lakini kama anayo lakini hatambui, haina kazi kwake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kweli ufalme wa Mungu uko ndani yetu, lakini mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Yohana sura ya 3 mstari wa 3 hadi wa 5. Pamoja na vyote tunavyovisema kwamba uko ndani yetu, lakini password inaitwa Roho Mtakatifu, ambayo inakusaidia kuzaliwa kwa Roho, na chini ya uwepo wake unaweza ukaitumia nguvu yake. Kwa unaweza kuwa na nguvu, lakini kwa sababu haujazaliwa mara ya pili, hujaona watu wana vipawa, watu wana karama nzuri, wanafanya vitu vizuri, lakini havihusiani kabisa na Mungu. Na wengine wana vipawa, wanafanya kazi vizuri sana, lakini kwenye ufalme hawajulikani bado. Huyu angekutana na nguvu ya ufalme, angetambua nguvu iliyoko ndani yake, namna inavyoweza kufanya kazi, angefanya na angezaa matunda kiasi gani. Kuto kujua kunatufanya tupotee mbali na ufalme wa Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20, maandiko yanasema, maana ufalme wa Mungu haui katika neno, bali katika nguvu. Kila mtu anaweza kusema neno, kila mtu anaweza kuimba, kila mtu anaweza kufundisha. Mwalimu sio lazima awe mwalimu tu wa neno la Mungu. Kuna walimu wa vitu mbalimbali vinavyohusu maisha hapa duniani. Daktari anaweza kufanya kazi yake, nesi anaweza kufanya kazi yake, lakini ile kazi itafahamika, inafanyika na nguvu iliyoko ndani. Kama huyu mtu ana ufalme wa Mungu ndani, unaofanya kazi kuachilia nguvu, kusukuma nguvu chini ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Kwa unaweza ukaongea maneno mengi sana yenye faraja, yenye upole, yenye kila kitu, maneno mengi sana unaweza kuzungumza, lakini yale maneno yasiwe na nguvu ya Mungu ndani. Sasa kama hayana nguvu ndani, nguvu ya Mungu ndani, yana nguvu ya nani? Kama si nguvu ya Mungu ina force unachokisema kitokee, je, yana nguvu gani ndani? Hilo nalo ni swali la kujiuliza. Ufalme wa Mungu hauko katika neno, uko katika nguvu. Nguvu tunayoisema iko ndani, sio nje. Unaweza ukawa na source. Source ndio itasema matawi yanayotoka juu yanatokaje. Source ndio itasema matunda yanayotoka juu yanatokaje. Sasa source ikiwa ni ufalme wa Mungu ndani, source ikiwa ni nguvu ya Mungu ndani, unachokisema kina matokeo ya Mungu. Source ikiwa ni mbegu ovu ndani, unachokisema hakina matunda ya Mungu. Na ndio maana maandiko yanasema wengi watakuja watasema tulitoa pepo kwa jina lako, nitasema siwajui. Nguvu iliyokuwa ina operate ndani, sikuwa mimi, siwajui. Ufalme wangu haukujengwa ndani yao, nafasi yangu haikuwa ndani yao, roho wangu hakuoperate. Roho Mtakatifu kama hakujui, wewe fanya tu unachoweza kufanya, fanya unachoweza kufanya, lakini matokeo ya kile unachokifanya hayako katika matendo unayoyafanya, maneno unayoyafanya, yako katika nguvu inayokusukuma ufanye kile. Ni nguvu ipi? Nguvu inasababisha matokeo ya ndani ni nguvu ipi? Kwa hakuna haja ya watu kulumbana, au watumishi wa Mungu kulumbana, au watoto wa Mungu kulumbana kwa habari ya nini kinatokea nje. Acha kilichoko ndani kitakuja kutoa maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kila mtu anaweza kusema neno. Neno linauisha, neno linajenga, neno linabadilisha mtazamo, neno linajenga imani ndani ya mtu. Lakini nguvu gani imepandwa kuhakikisha lile neno limetoka? Bwana Yesu asifiwe. Na neno linaweza kufanya upokee unachokitaka, kwa sababu kinachosababisha mtu apokee ni imani. Kwa neno linaweza likaja likakujengea imani ya kupokea unachokitaka na ukapokea, lakini asili yake isiwe nguvu ya ndani ya Mungu imehusika katika hilo neno. Kwa hiyo kwa habari ya ufalme utaona kama tu ile nguvu inatenda kazi ndani yako ni nguvu ya Mungu.
kama ndani ipo, lakini kama haipo utafanya tu. Unaweza ukawa umehamasishwa kwa hilo neno mpaka likakujengea unachokitaka ukakipata, lakini kisiwe kwenye source inaitwa nguvu ya Mungu ndani, iliyojengwa na ufalme ulioko ndani ya yule mtu. Inawezekana ufalme ulioko ndani ni mwingine, lakini kwa sababu imani ya kuhamasishwa imekimbia ikakujengea kitu ukapata, wewe ukajua ni ufalme wa Mungu. Baada ya muda hiyo hali ikapotea, ukajikuta wewe tena umerudi kwa vile vile ulivyokuwa mwanzo. Ukadhani labda yule mtu alikosea. Hakukosea, ni imani ya kuhamasishwa imeleta hicho kitu. Wewe unaweza ukahamasishwa hapa, haise kuna jambo linaenda kutokea kwa ajili yako, kuna jambo na kweli likatokea, lakini kama hakuna mizizi ya nguvu ya Mungu ndani, huwa saa nyingine linapita. Mara nyingi linapita, ni kama vile hukuguswa, kwa sababu hukujengwa, ulihamasishwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Chanzo cha neno unalolisikia ni ufalme wa Mungu umekujengea mizizi au ni hamasa? Kuna hamasa, kuna kujengwa. Kujengwa, vikwazo vitakufundisha Mungu alivyo, vitakuelekeza, utazijua njia za Mungu na matendo yake. Lakini kuhamasishwa utajua matendo ya Mungu, utojua njia ya kuyapata yale matendo ya Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4, maandiko yanasema, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na nguvu. Hizi dalili za Roho na nguvu ndio kodi yake inaitwa Roho Mtakatifu. Hiyo kodi ukiitumia, ile kodi ya ufalme wa Mungu, yaani nguvu za Mungu ndani yako, ndio haziitwi hamasa, kwa sababu zile nguvu ziko ndani, zimejengwa na ufalme wa Mungu ulioko ndani yako, hazijajengwa na hamasa. Si kwa ajili ya kushawishi akili ya mtu kuelewa, ni kwa ajili ya kusema kweli iliyojengwa na Roho na nguvu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Luka sura ya 17 mstari wa 20, na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza. Hutotumia akili zako, uko ndani yenu. Haitakiwi kuwa hamasa, unatakiwa kusikika ufalme wa Mungu ndani yako. Haitakiwi kuwa hamasa, unatakiwa kuwa ufalme uliojengwa ndani yako kufanya kazi. Na ndio maana mafundisho yanahitajika asubuhi, mchana, jioni, usiku. Lazima ujifunze ili umjifunze huyu Mungu na kujenga ufalme ndani ambao utajenga imani yako, itakayosababisha nguvu itakayotoka ndani iwe nguvu ya Mungu yenye kukupa matokeo, sio hamasa. Usipambane na hamasa, pambana na kumjua Mungu, ili kuhubiri kwako na kusema kwako na kuomba kwako, kufanya kwako kazi ya Mungu, kusiwe katika maneno ya kushawishi akili za watu. Watu wanashawishi kwa hela, watu wanashawishi kwa kujieleza, watu wanashawishi kwa kujipendekeza kwa namna tofauti tofauti, lakini aliye na Mungu hana muda wa kujipendekeza. Ushawishi haupo, ila kila anachokifanya kiko katika Roho na katika nguvu. Na nimekwambia mtu yote anayefanya kitu katika Roho, password zinagongana na ambaye ana Roho. Kwa hiyo wanajuana kwamba huyu ni wa upande wangu. La sivyo utaenda kila mahali na utafata matendo ya kila mahali. Uliona tu mtumishi fulani naye msikiliza anafanya hivi na wewe unafanya. Kumbe nje 99% zikusaidia, 1% ikupoteza. Mbinu tu shetani ametumia. Kwa utasikiliza mafundisho yanakujenga, lakini kuna 1% ambayo itakufanya, kwa sababu umemwamini tangu mwanzo, umeamini vyote alivyokuwa anakisema,
atakuja kusema na kimoja ambacho kinatakiwa kukupoteza, na utakifanya na utapotea. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako huna imani iliyojengwa, una imani iliyohamasishwa. Lakini kama unamjua Mungu, ile moja ambayo siku akikwambia kitu ambacho sicho, kodi zitaachana. Neema ya Mungu itusaidie sana. Nguvu za Mungu zinatenda kazi ndani yako ikiwa ufalme wa Mungu umejengwa ndani yako. Kwa hiyo kama ni kuhubiri, kila mtu atahubiri tu. Kama ni kufundisha, kila mtu atafundisha tu. Kama ni kushauri watu, watashauri tu. Kama ni miujiza, watu watafanya tu. Kama ni uchungaji na utume, watu watafanya tu. Kama ni walimu wa neno la Mungu, watakuwa wengi. Kama ni uimbaji, na usiseme. Lakini inatakiwa nguvu iforce hicho kitu kitokee. Kama sio nguvu ya Mungu inakuoperate ufanye, wewe hata kama unakubalika kiasi gani, unapendwa na unajikubali, bado unahitaji nguvu ya Mungu kufanya kazi ndani yako chini ya uwepo wa Roho Mtakatifu, ambayo ni kodi itakayokujuza. Na katika hili tunapata kodi nyingine inayoitwa neno la Mungu. Ya kuyafanya tumeandikiwa ndani ya Biblia. Neno la Mungu ni kodi ya pili. Neno la Mungu ni kodi ya pili. Wakati Roho Mtakatifu anakujuza kwa kuvutanisha na mtu ambaye umeunganishwa naye, aidha ni rafiki au ni jamaa au ni mtumishi au ni ndugu katika Kristo, kwa namna yoyote, wakati Roho Mtakatifu anakukutanisha naye, lazima kusipingane na neno la Mungu. Kila mtu ameumbiwa hatima. Hata kama unaiona ndogo, lakini ni hatima. Hata kama unaona kama ya kwako haifanani na fulani, lakini ni hatima. Roho Mtakatifu anapokukutanisha na mtu, kuna kodi inaitwa neno la Mungu. Havitakiwi kupishana. Hiyo kodi inaitwa neno la Mungu ni neno uliloandikiwa wewe kwamba utalifanya. Ndio maana nguvu ya Mungu ndani iko kwa kila mtu. Lakini je, mwenye hiyo nguvu anajua kwamba ile nguvu iko ndani? Kitu cha pili kitakachomfanya ajue kuna nguvu ndani na natakiwa kuifanyia kazi kulingana na neno ambalo nimelisikia, ni neno la Mungu. Anajua alichoandikiwa. Unajua Kristo amekuandikia nini katika maisha yako? Hatujui tunakoenda, lakini tuna taarifa ya mahali tunakotakiwa kwenda. Hatujui tutapitia mangapi hapa, lakini tuna taarifa ya ili tufike tunakokwenda tunatakiwa tufanye nini. Anayejua tunakokwenda, anayejua tunakopita, nikwambia Roho Mtakatifu ana taarifa zote za kanisa. Maumivu yote utakayopitia, njia ngumu na laini utakazopitia, furaha na huzuni ambazo utapitia, Roho Mtakatifu anajua. Kitu cha pili kitakachokufanya nguvu ya Mungu ifanye kazi ndani yako ni neno. Ukikosa neno, ni ngumu sana kustahimili kwenye ile kazi ambayo Mungu amekuwekea ndani. Ni kazi kustahimili, kwa sababu neno la Mungu kazi yake ni kuhuisha. Hata kama kinataka kufa, Mungu anakukumbusha kwamba neno langu linasema. Kilichokuwa kinamfanya Yesu afocus ni kile kilichomleta kutoka kwenye Isaya sura ya 61. Yesu amekuja kuwatangazia mateka uhuru wao. Je, nikifanya nje na Baba nitakuwa nimeshatangaza uhuru wa mateka? Nikifanya nje na Baba nitawafungua waliofungwa? Nikifanya nje na Baba nitakuwa nimetangaza habari njema kwa maskini? Nikifanya nje na Baba nitakuwa nimeshanyang'anya ufunguo na kuacha uhuru wao? Kwa sababu tulikuwa tumefungwa wote. Kama mmefungwa, nani wa kumfungua mwenzake? Maana yake anatakiwa aliye huru aje kukufungua wewe, na huyu aliye huru lazima ajue anachokifanya. Kujua mapenzi ya Baba ni muhimu.
Mungu hawezi kufanya kitu bila kuwajulisha manabii wake. Mbona nasikia wanafunzi wanamuuliza Yesu, ilisema mbona Mafarisayo husema kwamba atakuja kwanza Elia alafu ndipo Masihi aje? Lile ni neno. Mungu hafanyi kitu bila kuwajulisha. Wamesoma maandiko, wamekutana na hilo ishu, hawajui maana yake hilo neno. Ishu, hawana utambuzi wa hilo neno. Kwa Mungu anaweza kusema na wewe na akaanza kuachilia vitu, anaweza kusema na sisi akaanza kuachilia vitu, lakini tusielewe amemaanisha nini, na hata kinapokuja hicho kitu haukipokei. Hata Yesu alipokuja, wanajua Masihi lazima aje, lakini walishindwa kumpokea Masihi kwa sababu hawakuelewa lile neno limemaanisha nini. Unapolisikia neno la Mungu, anayekufafanulia maana yake, na ndio maana zile ishara Yohana alizielewa kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Yohana alipima majira, alipima neno linachozungumza kwa habari ya Masihi, akaona hii kodi, hili neno ambalo Yesu analisema ni kodi inayonidhihirishia. Unaona kwenye ile azima, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Wakati Yesu anatembea, nimekusomea Yohana, wakati Yesu anatembea anakuja kwake, Yohana akawa anasema tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Hata mimi sikumjua, ila niliambiwa yule ambaye Roho Mtakatifu. Kodi ya kwanza. Lakini kodi ya pili, aliyoandikiwa ni ipi? Alichoandikiwa ni kipi? Atabatiza katika Roho Mtakatifu. Oh, mimi nabatiza kwa maji. Huyu nimeambiwa ndo atakayekuwa anabatiza katika Roho Mtakatifu. Aliyeniambia yule aliyenipeleka. Umesikia nini? Mungu amekupa taarifa gani kuhusiana na maisha yako? Hiki nacho ni kitendawili kingine. Mtu anaishi hana tumaini, wakati neno la Mungu linakuja kumpa tumaini. Ana mawazo, anafikiri usiku na mchana, wakati Mungu amekusudia kufanya jambo kubwa kwa ajili yake. Lazima tujifunze kufanya kitu cha Mungu kilicho sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu litusaidie kufanya kitu cha Mungu kilicho sahihi. Neema ya Mungu itusaidie kufanya kitu cha Mungu kilicho sahihi. Mkono wa Mungu utusaidie kufanya kitu cha Mungu kilicho sahihi. Makusudi ya Mungu yatusaidie kufanya kitu cha Mungu kilicho sahihi. Sauti ya Roho Mtakatifu itusaidie kusikia neno halisi. Kuna mtu anakuja, Mungu amekueleza kila kitu kuhusiana na huyo mtu. Atakuwa wa jinsi gani? Atakuja kwa staili gani? Atafanya nini kwenye maisha yako? 1, 2, 3 wewe utatakiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Na neema ya Mungu itusaidie sana. Tunaweza kuvuka kama tuna kodi inaitwa neno la Mungu ndani yetu. Nje na kujua neno la Mungu hatuwezi chochote. Neno la Mungu nalijai ndani yenu. Unatakiwa kujifunza neno la Mungu mpaka wewe mwenyewe neno la Mungu. Hapa hatujafika mbali popote. Na hauwezi kulijua neno la Mungu ukajua kila kitu kilicho ndani ya neno la Mungu, si kweli. Unahitaji kodi inayoitwa Roho Mtakatifu kukonyeza cha kusikiliza na kutokusikiliza, ili kujaza ulicho nacho, kuongeza kiwango cha ulicho nacho kiwe na hadhi kubwa zaidi. Huwezi kuwa wewe unafundisha tu. Na pia huwezi kuwa wewe msikilizaji tu. Lazima unachofundisha tu kwenye matendo na unachokisikia ukiweke kwenye matendo. Sasa kama umesikia mahali ambapo si nguvu ya Mungu inayosukuma kitoke, uwe na uhakika katika kutenda kwako utatenda mengine yatakuwa yanafanana na yale ambayo nguvu ya ufalme haijaruhusu yafanyike. Sababu si umesikia, na imani huja kwa kusikia. Usipokuwa makini kujua Roho Mtakatifu anataka umsikilize nani. Na watumishi Mungu huwaleta kwa makusudi na kwa wakati tofauti. Kuna mtumishi mnaweza mkatembea naye miaka, Mungu akaruhusu uendelee kutembea naye miaka kwa sababu hajapoteza kile ambacho Mungu ameweka ndani, hajapoteza nuru ya Kristo.
Lakini kuna mtumishi unaweza kumsikiliza wiki moja tu, na Mungu akakwambia stop. Kwa nini? Kwa sababu neno ambalo anakwenda kuliachilia ni kodi ambayo itakupeleka kusiko. So stop. Mungu anakuwa hako tayari kustop, amemzoea wiki moja. Mungu akwambia stop, you should stop. Yaani muulize wewe unatakiwa kustop. Yes, stop. Kuna mtu unaweza ukapotezana naye kwa sababu tu amegeuka ndani, amekuwa kitu kingine. Na usijue kwamba amekuwa kitu kingine, unapambana tu kumtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu unaweza kaenda naye tu miaka miwili mtumishi, afu baada ya hapo unataka kumwambia geuka. Je, wewe umetunza ile sauti ya Roho Mtakatifu unaisikia? Na watu wengi wanadhani Roho Mtakatifu anaongea na watakatifu. Roho Mtakatifu anaongea na kila mtu kwa sababu ndio nguvu ya Mungu ndani ya mtu. Kila mtu Roho Mtakatifu anaongea naye. Ila wanaosikia ni nguvu, kwa sababu ufalme wa Mungu unatekwa na nguvu. Wanaosikia ni nguvu. Ndio maana unatakiwa wewe uombe mpaka yule ambaye ametekwa awe na nguvu ya kusikia. Wewe uombe au ufundishe au uhubiri, uchape Injili mpaka yule ambaye hana nguvu ya kusikia. Ndio maana tunakuwa tunaomba toba kwa ajili ya watu waliopotea, toba kwa ajili ya wenye dhambi, toba kwa ajili ya watu ambao bado hawajamwamini Kristo. Tunatengeneza nguvu kwa ajili yao wasikie. Wao hawana nguvu ya kusikia wenyewe. Ndio maana watahubirije wasipopelekwa? Watasikiaje wasipohubiriwa? Watasikiaje? Kuna nguvu natakiwa uwe nayo wewe ya kufanya na wengine wanafaidika kutokana na nguvu yako. Hamna mtu ambaye ametekwa anaweza kusikia kile Baba anasema. Roho Mtakatifu anasema na kila mtu, watu hawasikii. Kwa hiyo inabidi wewe unaombea mtaa, unaombea kanisa, unaombea jamii, unaombea taifa, ili nguvu ya Mungu isambae waweze kusikia kutokana na nguvu inayotenda kazi ndani yako. Lazima wewe ukubali kushuka. Lile neno litapiga kelele, itakuwa ni kodi kwa ajili yao kusikia. Hizi kodi zinazoitwa Roho Mtakatifu na kodi inayoitwa neno zinafanya kazi kwa pamoja. Haviwezi kupishana. Kwa lugha ya rohoni, Roho Mtakatifu ni maji ya uzima, lakini Yesu Kristo ni neno la uzima. Mtu akimpokea Yesu anapata maji ambayo yanabubujikia uzima wa milele. Hasa ile nguvu ya kumpokea Yesu inamhitaji mtu ambaye ana nguvu ndani. Mtu ambaye ana nguvu ndani aisambaze ile nguvu kwa watu walio nje ambao hawana ile nguvu katika kuwasaidia, ili wakisikie kile ambacho Roho Mtakatifu anakisema. Lazima atokee mtu atakayetoa gharama, atakuwa tayari kuomba, atakuwa tayari kuhubiri, atakuwa tayari kuisema kweli ya Mungu, atakuwa tayari kukesha, ili ile nguvu isambae kwa watu wengine wasiomjua Kristo, wamjue na kumtafuta. Ile nguvu ndio inafanya kazi. Ukisikia watu wameokoka, kuna nguvu ya ufalme kwa mtu iliyotawanyika na kwenda kufanya hiyo kazi. Kama si nguvu ya ufalme, maana yake ni nguvu nyingine imezaa. Sasa uzuri ni kwamba katika fursa ambazo shetani huwa anaziachilia ili kunasa watoto wa Mungu, ndani ya hizo fursa Mungu hutumia hizo fursa kugeuza kupata watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini je, kuna watu wameomba? Kuna watu wamesema? Kuna watu wamezungumza na baba yao kwa habari ya hiyo nguvu? Ufalme wa Mungu uje. Ombeni ufalme wa Mungu uje, mapenzi yake yatimizwe. Mungu atusaidie kabisa. Hatuna kazi ndogo. Mungu atusaidie sana. Neno la Mungu lazima litimie kama ulivyoandikiwa, ndivyo unavyotakiwa kufanya. Unaweza ukajiingiza mwenyewe kwenye changamoto, lakini unaweza ukamuingiza mwingine kwenye changamoto kupitia nguvu inayofanya kazi ndani yako. Unaweza ukamuokoa mtu kwenye changamoto, unaweza ukajiokoa mwenyewe kwenye changamoto
kupitia tu nguvu inayofanya kazi ndani yako. Kila kitu tunachokifanya, nguvu inatoka ndani. Ndio maana shetani akinasa moyo wa mtu, amenasa maisha yake. Shetani akiweza kukuaminisha kwenye jambo ambalo sio, amenasa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu itusaidie sana. Mungu atubariki sana.